Hello, habari za wiki iliyoisha. Kama kawaida, lazima kila siku, kila wiki nilete topic ambayo inafundisha mambo ninyi mnaonitazama. Basi cha kwanza kabisa cha kufahamu ni kwamba nimefanya modification channel yangu kwa sasa hivi. Kauli mbiu tunayotembea nayo ni tunashirikishana tone la maarifa. Kwa hiyo nikisema tushirikishane, utamalizia tone la maarifa. Basi moja kwa moja leo nimekuletea story moja nzuri kabisa ambayo itakufundisha kitu katika maisha yako. Story yenyewe inahusu mambo ya chuki na husuda. Nyewe mnakuwa na tabia za kuweka chuki kwenye moyo, na natakuwa muache kuanzia leo kusikiza story hii. Basi moja kwa moja hebu nifuatilie mwanzo mpaka mwisho unajifunza kitu fulani. Katika chuo kimoja kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wanasoma pale. Sasa wanafunzi wawili, mmoja alikuwa na chuki na mwenzake, alikuwa anamchukia sana. Sababu ni kwamba aliwahi kunyima kitu fulani pale chuoni. Hivyo huyu akajenga chuki ya milele, akasema huyu fulani na mimi ipo siku nitamkomesha. Lakini hakujua amenyima kwa sababu gani. Huyu alipomnyima sio kwamba alikuwa nacho kitu, hakuwa nacho, lakini alitafsiri vibaya, akajua amenyima. Hivyo basi moja kwa moja akajenga chuki moyoni kwamba ipo siku na mimi nitamkomesha, tutakutana kazini. Basi siku zimeenda, miaka imeenda, wakawa maliza chuo pale, wamepata kazi wote wawili. Ila mmoja huyu yeye alikuwa amepata kazi ya kujiajiri kuendesha pikipiki, bodaboda, kuendesha bodaboda. Basi siku zimeenda, huyu mwenye bodaboda siku moja ameenda kwenye hoteli fulani, akawa amefika pale kwa ajili ya lengo la kupata chakula. Basi akiwa amekaa pale ametulia kwenye ile hoteli akiwa anakula chakula, mara ghafla akawa ameona yule bwana aliyekuwa na chuki naye ameingia katika hoteli ile. Sasa huyu akakumbuka kwamba huyu bwana ndiye alinyanyasa kipindi kile, alinyima kitu fulani nilipomuomba. Sasa niliahidi nitamkomesha, mimi leo ndio nafasi yangu ya kutumia kumkomesha huyu bwana. Alichokifanya huyu bodaboda, aliamka akasimama, akaenda pale mbele, watu wanapokaa akasimama mbele, akatangaza, jamani, watu wote mlipo katika hoteli leo mmepata bahati, nitawalipia pesa ya chakula muweze kula bure kupitia pesa yangu. Hivyo basi kila mtu andae bili yake aweke hapo, wahudumu watapita, watampa kila anachotaka, baada hapo mimi nitatoa pesa. Basi moja kwa moja wahudumu wale waliposikia ile oda, nao walikuja pia wakamuuliza, je, ni kweli? Akasema ni kweli. Baada ya kwenda pale wakapitia bili ya kila mtu, kupitia bili ya kila mtu chakula anachotaka kupatiwa kwa siku hiyo. Wakaenda kachukua pale, wakachukua na kila mtu akapata chakula kweli akala. Lakini kabla ya kuchukua kile chakula, yule bwana alisimama akasema, ninyi nyote mtapata chakula isipokuwa yule bwana tu aliyekaa pale. Ambaye yule bwana aliingia akamkuta yule jamaa mwenye bodaboda amekaa ndani. Basi yule bwana alikuwa imetoroda asipatiwe chakula, alikuwa amekaa akichezea tu simu, hakujaji kitu chochote. Basi baada ya kumaliza kula, huyu bwana akulizika, huyu bodaboda akasimama akasema, jamani, msijali wateja mliokuja katika hoteli hii. Pia baada ya kumaliza chakula nitawanunulia vinywaji bure kabisa, mtakunywa bure kwa pesa yangu mwenyewe. Wahudumu pia kama kawaida wakaja, wakamuuliza kila mtu anataka kinywaji gani, wakampelekea. Lakini bwana akasema wote wapatie vinywaji isipokuwa yule bwana tu aliyekaa pale. Yule bwana alikuwa endelea kuchezea simu, hakujaji kitu chochote kinachoendelea katika ile hoteli. Basi lengo la kufanya vile bodaboda ilikuwa nataka amuumize yule bwana aliyekaa pale katika ile hoteli ambaye alikuwa anamchukia wakiwa anasoma. Lakini huyu bwana alikaa pembeni, hakuonesha hisia zote za kuchukiwa, hakuonesha kukasirika kote kule, ili mkila sana bodaboda. Ikapelekea kumuita mhudumu na kumuuliza, mhudumu, yule bwana nani aliyekaa pale? Mbona mimi nanunulia wote chakula humu, nimenunulia vinywaji, yes jamnunulia, lakini mbona anioji chochote, naonekana kwa na hasira. Je, yule ni nani? Mhudumu akamuita pembeni yule bodaboda akamwambia, bosi samahani, yule unamuona pale ndiye bosi wa hili kampuni na ndiye bosi wa hii hoteli, na ana hoteli nyingine na hoteli nyingine na kampuni kubwa sana ambayo inamiliki hoteli kama hizi. Yule bodaboda baada ya kusikia yale alifadhaika sana, akanungunika sana na akajikuta mpweke, kwa sababu kwanza alijikuta ametumia pesa zimeisha mfukoni kwa ajili ya kumkomesha yule bwana. Basi historia yetu acha tuishie hapa. Katika historia tunajifunza mambo gani? Jambo la kwanza ambalo tunajifunza ni hilo swala la chuki na husuda. Watu ambao mnakuwa na visasi moyoni, unasema bana, siku fulani kiwa mtu fulani nitamkomesha mtu fulani. Hebu sikia, kama kuna mtu amekukosea hata sasa hivi, au unajua umemkosea, mfuate muombe msamaha. Kama una kinyongo moyoni kitoni, ipo siku unapanga kumfanyia, itakugharimu wewe mwenyewe, itakurudia kinyume chake na utakuwa mna ambacho kufanya. Swala muhimu ni kuomba msamaha na kuendeleza maisha. Angalia swala la pili bwana. Huyu bwana bodaboda amekula hasara, ametumia pesa nyingi kwa ajili ya kuwafurahisha watu na sio kujifurahisha yeye mwenyewe, ila alikuwa anataka kuwafurahishe watu ili yule bwana mwingine aumie. Kwa angalia, tusifanye mambo ambayo tunajua kabisa hapa wenda kupata kitu fulani, lakini kwa kumkomoa mtu fulani.
Usifanye hivyo, ni jambo baya sana. Ujifunze katika mfano huu, ukitoka tulia zaidi ukarudia tena kuangalia, unajifunza mafunzo mengine zaidi katika stori hii ambayo sijaweza kuyasimulia kwa siku ya leo. Basi moja kwa moja niseme kwamba huu ndio mwisho wa stori hii yetu ya leo na ndio mwisho wa topic ya leo. Tukutane wiki ijayo katika topic tena nyingine. Usahau comment hapo chini, ulike na kushare katika video hii. Ucomment tulete topic gani, tufanye 1, 2, 3. Asanteni sana na washukuruni sana. Tukutane wiki ijayo.